Ndizi TV Ubwansu. Biamana sana mwancho mulebeta seneki ya Ndizi TV nebiro bindera ndengo kwaligania asomoro bile Esabari yoboncherya stokumira naboncherya nabaigotwa sanga na kibachage toboncherya bwabo gwikira bono iga ngaibaikire litera ne Frida ke rubongo kwaligani bene ili nitosanga sobwa mokulende nyira sense mochichi mitandao sense ya Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense ya YouTube na bagotanyara gwetera Ndizi TV News asense moya website na bakotanya gwetera www.ndizitv.net kalansa oikechinga kitokumira no munchiriro yakuru mu kibosongo yora kigutumanya obuya bwokorosi ya chinchara na ndenga ya chakirite wikira abona iga karibu sana. Asante sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya biashara ipi? Kwa majina naitwa Jane Duta. Na ninafanya kazi ya urembo. Kwa salon inaitwa Roots and Dreadrock Hub. Iko Twin Towers, Twin Towers, room 109, first floor. Roots and Dreadrocks. Inakaa ya warasta hivi. Na mambo na dreadi. Na urembo wote. Tuambie Nduta, pengine ulianzia wapi? Kwanza nilianzia kitambo mambo na urembo. Miaka 7 hivi 8 inaelekea. Na imekuwa journey poa. Nimekuwa nikilani mambo mingi on the way. Mambo na urembo juu sasa tunahusisha urembo wote kuanzia makucha. Kwa tunafanya makeup, dready, artificial, facial. Tunafanya massage sometimes, maybe mtu akiitana kwake. Sasa hiyo nayo ni mambo personal kidogo. Sasa leo nataka tuzungumzie kuhusu pedicure and manicure because nakumbuka last time tulifanya about dreadlocks. Unaweza tuambia pengine ulipata mafunzo kutoka wapi? Mafunzo kwa makucha nimekuwa nikilearn through watu. Juu penye tulikuwa tunafanya dread nilikuwa nimesalamiwa na watu wenye wanafanya nails. Bado nilikuwa interested nayo, though sikuwa hujihusisha nayo before. Sasa ndio niko almost 1.5 years nafanya. Na sana mimi hufanya research yangu kwa YouTube, TikTok, internet imekuwa ikinisaidia sana kulearn mambo ya makucha. So ndio unasoma, unakuja unajifunza, unaiapply, unaona kama unakuja na tafuta at least watu kadhaa wanasaidia kulearn na kujifunza makucha zao. Na at least nimeweza kufanya kitu yenye inawezekana juu nimeona through practice nimeweza. Tuambie kabla ufike huko Twin Towers ulikuwa unafanyia wapi? Sababu umetuambia mafunzo ulipata kwa watu wenye walikuwa wanafanya hizo stuff za kucha. Hebu tuambie ulianzia wapi? Nilikuanga tunafanya hapo back street ya Market Plaza. Hapo ndipo tumekuwa auto mpaka sasa tukakuja. Pengine mbona ulichagua hii sehemu ya Twin Towers? Twin Towers nilichagua kwa kitu moja, niliona ni place yenye imetulia, haina mambo mingi. Na ikifika ni competition iko, tunapenda compete. Na usafi wa building, na management iko sawa, security iko sawa, barabara iko sawa, kama ni usafi wa choo iko sawa. Ukiangalia watu katika huu mji wa Kisii wameweza kujua about pedicure and manicure. Kulingana na kutoka kwa street
ukiangalia wingi wa watu unaweza kusema ukweli watu mambo na nails wameingia sana, wamependa urembo na hata hapa penye tuko naona bado watu wanatufuata sana. Ukiona watu wanatufuata kutoka kwa stage ya makucha which tuko tunafanya kwa sana, kumaanisha wingi wa wenye wanapenda mambo na nails ni wengi sana hapa Kisii. Tuna appreciate. Hebu tuambie ndoto yako upande wako wakati ulitengeneza makucha yako ya kwanza, wakati ulitengeneza customer experience yako ilikuwa vipi? Pengine response kutoka kwa customer ilikuwa vipi? Kitu moja naweza sema before niingie kufanya kitu na kwanza nimefanya practice enough. Ile yenye najua sasa nikienda kwa client nitampea chenye anahitaji. Na my first client mwenye nilitengeneza na ali appreciate juu ilikawia muda mrefu. Juu na mimi nilichukua time yangu karibu yote because it was the first time. Lakini ilimpea service ya muda mrefu na hapo ndipo ilinipa courage ya ku-approach customer wengine na sasa inafanya best. Ukiangalia products zako ambazo unatumia, pengine unaweza tueleze unazipata kutoka wapi? Fika story ya product, tu ya kwanza mimi huangalia product yenye ni quality juu ya kupeana best service. Na product zangu mimi hutoa Nairobi, wakati mwingine najipeleka, wakati mwingine natumana. Ukiangalia katika hii sehemu ya Twin Towers, pengine umeweza kuajiri watu wengine ambao wanakusaidia katika hii kazi yako? Kuna watu kadhaa wenye tunasaidiana nao hapa. Kwa wengi wao walikuwa bado student wetu. Akishajua kazi bado tunawapea kazi mpaka mtu aweze kwenda mahali pake mwenyewe. Tunawafanya kazi kadhaa. Ukiangalia unaweza ambia mpenzi mtazamaji ama mfanya biashara umuhimu wa kuwa na biashara tofauti tofauti under one roof? Ni muhimu sana kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kama venye tulikuwa tunajihusisha na dread sana na artificial sana, ndio nilikuwa nimeweka ikuwa ya mbele sana. Na wakati mwingine unakuta hakuna client wa hizo department ya dread. Unakuta sasa kama venye nafanya makeup nimeitwa kwa studios, nimeitwa kwa harusi nifanye, unakuta hapo nimepata income ya kutoka different but na ikifika facial bado tunafanya. Unakuta kama sasa sifanyi makeup nafanya facial, kama si uko facial napewa na nails. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, wewe pengine unapata clients wako vipi? Clients wangu most of the time sasa na wapata through connection ya customer zangu. Juu mtu anaenda unaulizwa umetengeneza wapi vizuri, unakuta amepea namba. Na wale wengi bado mimi hu approach, kukutana naye kwa barabara na ku approach tu vizuri na kuelezea chenye hufanya, kuachia namba. Na wengine hujileta, mtu tu ametoka kuja ametafuta salon na amepata, hapo ndio tunajuania. Pengine wakati ulichukua fursa ya kuanzisha hii biashara, pengine kwa upande wako katika familia yako, pengine katika mume wako alichukulia vipi hilo swala? Mume wangu alikuwa yeye ndio tuliketi chini tukapanga hii deal na dread na nini. But familia hawakuwa ile watu wa kupenda mambo na dread, mambo na urembo, hawakuwa iona mtu mwingine amefanya hiyo kwa familia. But kwa saa hii wameweza kuunderstand na wanaona ni kazi yenye wanaweza ambilia mtoto wa mtu afanye kwa wameona matokeo. Najua utoki katika huu mji wa Kisii, ulisettle aje vipi Kisii? Kisii kuja kazi, nimeolewa hapa bado, bado watu wetu bado wakina familia mzee wako hapa. So hapa ni nyumbani, mimi Kisii ni nyumbani kabisa. Ulijipata aje mji wa Kisii? Nilijipata through kazi, through connection. Na wakati nilifika hapa nilikuwa bado najuana na mume wangu, huyo mwenye sana alinileta hapa Kisii. Ukiangalia unaweza ambia aje mpenzi mtazamaji umuhimu wa kushirikiana na pengine mume wako katika biashara? Naweza sema kuungana imekuwa kitu muhimu wakati mnasapotiana kwa ile jambo mtu anafanya. Na inakuwa challenging depending na venye mtu anaichukulia. But kwangu mimi naweza sema ni kitu muhimu wakati tunaketi chini hivi tuna reason pamoja, kama ni mambo yetu tunafanya pamoja. Unakuta mimi ni honest kwa kazi. Unakuta hata kama ni nini tunahitajika kufanya haitukali ngumu sana. Haikai wakati uko peke yako.
Naonanga biashara mingi pengine wakati familia moja inashirikiana, pengine kuna mwingine unapata maybe ametengeneza pesa, like kwa upande wenu imekuwa vipi? Sasa ikifika ni pesa na hii kazi ni yetu, hatuwezi anza kusema hii ni yangu hii. Ile sasa yenye iko ndio tunatumia na tunagawana kulingana na venye iko. Ndio, aina yangu aina yako. Pengine unaweza tuambia katika hii biashara ni products zipi ambazo unatumia katika kutengeneza makucha? Na tumia product kadhaa. Moja wapo ni builder, na hiyo sana sana naitumia kwa wale watu wanataka kumesha makucha. Inakuanga best kwa kumesha makucha sana sana, na hiyo ndio mimi huzingatia. Na gel zetu tunatafuta quality yenye iko best. Ikifika ni base top coat, hizo tunatafuta ile quality best ya long lasting. Na ikifika ni scrubbing ya nails ya miguu, tunatafuta scrubber zenye quality, kwa sababu kuna mwenye utascrub na scrubber unakuta inamfaa ngozi, so lazima tutafute yenye ni quality yenye ina fit kwa kila msee. Ndio kwa sababu naona muda wetu umeyoyoma, unaweza tuambia saizi venye uchumi iko, unaweza pata products zimepanda, na kwa upande wako wakati unakuja maybe customer wako amezoea ile bei ya kawaida, pengine how do you handle your customer to ensure that you retain them? Imekuwa ni challenge juu sahi kweli kila product inaongeza bei, na wakati unaelezea customer hivyo na kuanga ngumu sana kuelewana, but juu hata wao wanaona venye kuko, unamleta tu pole pole hadi anaelewa. Maybe mwingine this time unamfanyia na hiyo bei alikuwa amezoea, but next time una agree utakamna hii bei, na wana cooperate juu wanatuelewa. Asante sana. Ningependa utumie ile kamera ukaribishe mpenzi mtazamaji huku na umwelezee zile services ambazo una offer. Ningechukua hii fursa kwa welcome nyinyi nyote hapa Roots and Dreadrock Hub Salon, na appreciate sana juu wengi wao kutoka waliniona kutoka kwa state wamekuwa wakikuja, na najua mkifika hapa tuna offer ile service best juu service ndio tuko after. Na msiogope chochote na msisikie anything about dreadlocks juu kwa sababu watu wengi wana discourage watu mambo na dread, but hii ni our natural hair na hii ni style yenye kila mtu sasa ana appreciate juu anaona service yake. Na hayo machache nimeshukuru. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Ambia mwana sana mwanchumuli yetu abitu tugusanga no monchereria Zenduta ndete ngumerane na sense moya kabiri no mukori mirimo oyo gukora egasi yigayo gwaka gusokorose chinjara nera totegense moya ngaki ubonchereria bwabeire ase eduke yigago monchumuli to skato nyegera te turaso mutima komoke igo tukoira na ntogendere gusanga amange. Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Biemano sana umwancho muri betaseni kya Ndizi TV ngo kwaliga naenda sentunde ya kabere chinga kitoga nitagosanga imeyo murobelyo w'Esabari oboncheria asoga nitagosanga no monchera kula sinseme kiga cha Twin Towers oyo kokora oboncheria bokorosia chinjara umwancho muri konyantaraso aso mutima komoke igona kumenyanga ndochikomera na nolyo ko make sure nga chinjara chiawo chiaroka nirubyato manyena are senseme yae ngayanyore ta maigelyo koru atigango umwaliga ni bene eli
nenda tumanye na kiakurukwa na ndenga yako kolere emirime ya yegasi chinseme chigana ndenga ya chakirete. Karibu sana. Asante sana. Na wote yumanje muri area na kiakurukwa na ende nkikelia wakora. Kwa majina naitwa George. Mimi ni nail technician ama nail artist. Natengeneza vidole. So kitu tunafanya saizi ni preparation. Kitu ya kwanza mtu akiingia lazima una prepare nails zake, unazibuff, unazifile, unaweka shape nzuri. Alafu sasa ndio baadaye unamuuliza anataka kupaka nini. Akora tutebingo George ndi kwachagete metili tandi na ikuba ukoroka tumetingi kwa bwera kuli kwanera kora alitebango ndili bako kulitoka liyetali oboncherere. Wananiita Junior. Mama's boy. No, si mama's boy, baby boy. Okay. Tatebi bono angai kwachakire tengai kwanyoreta maigili yokoro chinchara. Nilianza wakati nilikuwa naishi na rafiki yangu ambaye anafanya kazi. So by then sikuwa na interest kabisa, but nilikuwa naona vile anaifanya. So wakati nilikuja hapa Roots, nikapata wanafanya the same thing, nikapata ile knowledge. Unaona ukiwa already exposed, ukikuja pale watu wanafanya hiyo na unaona products ziko hapo, ni rahisi kujifunza. Juni sema itegasi na abaisike sana banje tekokora. Buno mumurangi kwa gertoka chole gasi. Like pose. Zinafanya nini? Like pose. So kwa hii sekta sana siku hizi wanaume ndio wanaaminika na wanaume ndio wako na skills poa kushinda wanawake. Alafu unajua wanawake siku hizi wana prefer wanaume juu kazi yao ni safi. Mwanamke na mwanamke mwenzake kuna penye nasikia awaendani kabisa. Tutabinga se obokoledi bwa gasi myaka eringa kwa bere kwa kolega siga. Hapa nimekuwa karibu mwaka moja na nusu. Akira ko imugeti getambukiro gyo guchaka koros chinjale kiga. Kira ko tebino ni family yabo ngagari no abayibuli bago ngam egasi chinjala korosi. Akira kinenge kibe imugeti getambukiro gyo. Hawafurahi, hawachukuli serious. Kwa nini? Wanaona ni kazi ya wanawake. But in real sense ni kazi inaweza fanywa na mtu yote, bora uko na interest na unajituma. Unaweza fanya. Gwikira bono igekera gwaye chagete gwikira bono iga babeire bakugianchira na ikegera barorire ngane bwata matunda maya. Saizi wanaona benefit. Juu hata mama mwenyewe anakujaga na mtengeneza makucha na anafurahia. Dada zangu wote na watengeneza na tena pia mapato si mbaya vile. So kwa saizi uchumi na maandamano ni mbaya. Ya sali bintu pe. Imeharibu kabisa. Bobi. Mochemo bebuya. Ekero kuligereria jini ekero kwa roseti omuntu mutangani gose customer yage ntangani kwa roseti. Kora tatebingo nakiya beta sense mo yabo nakibakwanite ngaki kwa barosiri bya use kwa roseti bobe. Niliwatengeneza poa. Lakini as a first time kama mtu akojui na akuamini na ujai mtengeneza, kuna ile doubts, unajua kuna ile comparison na compare. Anaona last time huyu alinifanyia hivi na huyu mwingine hakunifanyia hivi. But wali appreciate so far paka saizi ni customers wangu. Na ilikuwa kazi safi. Meto manje muri area sinyire junior ngasikie yo chigwakara metonya ata koros chinjara chiuka temeti chinjara na kichikoros gwe muntu naro tameti sko galingi to koros chinjara kichikoros gwe yani. Hii kazi iko na kazi kweli. Kwanza pale mbeleni nilionyesha nikifile, natumia file. Unaweka kucha na shape yake nzuri, unauliza customer anataka shape gani. Kuna shape aina mingi. Kuna coffin, kuna almond, kuna oval, kuna flat. So unamuuliza ni gani unataka, na kwanza unaangalia kucha customer kwanza ndio unajua ni aina gani. Pili, tukianza tuko na aina mingi sana za kutengeneza kucha. Tuko na gel. Gel ni ya kukausha na UV light. Tuko na cutex inakauka na hewa. Tuko na hina. Tuko na acrylics, tuko na gum gel, tuko na builder gel. So unategemea client wako anataka nini ndio utajua utaanza kumtengeneza. Sasa kama huyu hapa tunampaka gel. Hige ntongerega igongete mbwatete koboko igatimete no ninche ninki nabako totebi ekeningi kembwatete na ndega sia ingere nerie. Kile. Eke.
Hii inaitwa UV light. Hii sasa kazi yake ni kukausha gel. So ile ambayo niliwaambia inakaushwa na machine. Gel inakaushwa na UV light. Once umeapply kama saizi namwekea base coat. Tunatumia base coat ya Blue Sky. Once nimemwekea hivi, nitaingiza hapo kwa machine ikauke. Na inakaushaga for 1 minute, just 1 minute ishakuwa sawa. Abantu mbaroroju ne bametokoro sinjare kune gasi yechisile kwiningi rabatebe. Seriously, kuwa msafi, kuwa mrembo, kujipenda, ndani. Unajipenda, unapenda mwili yako, yani wanasema hata gari ukitaka ikupatie service poa lazima uitengeneze vizuri. So hata mwili ukitaka ikupatie irudi kuwa bado ile mchanga, lazima uitunze. Si kazi ya slay queen peke yake. Karata tayinga gasoro ngora Gusii abantu baydengo chabara sobungi korose chinchara. Mostly abagusii. Wanakuja, wananijua pale street. Wananijua kama Junior Madrid. Igone street kwa rachage tu kama gochage. Na nilianza huko nikakuja hapa. Lazima uanze, si ati unakuja tu hapa. Lazima kwanza ukuwe na skills zinahitajika kama kuongea na watu, kuongelesha customer hivyo. Na pale unaweza pata hizo skills huko street pale tulianza na roots. Kero kombea uboncheri bwaga igase nsema ya Twin Towers na gari ya streets na kioko borora bole. Iko sawa tu, iko the same, lakini huko kwa street ni kumove na time. Hapa nayo ni clients anakuja na kutafuta, unaenda unamtafuta mwenyewe. Pale wako sure bet watakuja. Hapa ni wewe unajitafutia mwenyewe. So pale unaweza kuwa high, hapa ikwe chini kidogo. Akerekende nga yoro chogo priva. Matali gosengai. Na prefer hapa. Kwa nini? Hapa clients wangu wako na maskani poa ya kukaa, ni pasafi. Kuna yani paka entertainment yenyewe tuna offer entertainment. Hapo ukikuja story ni throughout. Muziki, usafi, pia wewe mwenyewe kwa kazi ya tuseme kama pedicure, kuosha mguu. Unajua kuna wale ambao wanataka kuoshwa mguu vizuri. Sasa pale kwa street mtu anashughulika, mtu mwingine akipita anione, atanibeba aje hivyo. Sasa hapo unajua kuna security ama privacy kiasi hivyo. Sasa hapo iko afadhali. Akora tutabinga nsema ya magoro services kichirimo kwena. So tuko na kwa mguu tuko na pedicure. Pedicure tunasugua mguu. Na tunapenda kutumia hii scrubber sana. Hii imeandikwa foot scrub. Kama uko na miguu ambayo inauma ama ambayo unajikuna ama ambayo inatoka ngozi, tunatumia hii scrubber. Direpata ama gas. Ama gas. Ama nyere. Hiyo mwingine sasa tunatumia hii scrubber. Alafu kuna vifaa vingine tuko navyo. Kuna mawe, tunatumia mawe tunasugua. Tunatumia softener na tuko na services mbili. Kuna half pedicure na full pedicure. Half pedicure nitatumia scrubber peke yake na mawe. Full pedicure nitatumia grater, mawe, smoother na scrubber. Na pia tuna soak mguu. So ukienda nyumbani unakanyaga kama bata. Asense me yo gospia banta maguru tete no ko rusi go se ko rusi amangere. Kerekende kora tete ingon challenges ki in general kwetera so goncheli yo. Challenges ni products sana. Unapata products ambazo tunatumia ni expensive. Alafu na customers kukuja hawafiki bei most of the time. So unaona hiyo ukinunua products kama saizi tunatumia hapa Roniki ama Blue Sky. Blue Sky ni karibu 1000. Na mtu anataka kupakwa na 500. Hapo huwezi make profits. Tena sana nyingine challenges zingine saizi ninasema ni kama uchumi vile imeendelea. Kwa saizi watu si wengi wanakuja kutengeneza makucha. Mtu anaona ni heri aende afanye kazi nyingine kuliko akuja atengeneze makucha. But so far challenges si mingi vile. Kerekenda matukabo sio junior buno monchulio bakora pedicure na manicure. Anga yoga ndikuikirana. Nataka kufungua pala yangu. Nataka mko mnakuja si kwa roots. Mnakuja nails by junior. Mnakuja nails by junior na watengeneza nyinyi watu wote. Akero kuligerelia ingakyo konyara customer chao bona hiyo.
Sasa kwa saizi kuna wale ambao wananijua, kuna wale ambao wanakuja roots na kuna wale ambao wanapatana na njiani. Ukitembea tu hivi nione mrembo, naangalia makucha kitu ya kwanza, namwambia mrembo mbona unatembea hivyo makucha zikikaa hivyo? Kuja tufanye kitu. Anakuja anatembea hapa roots. Akirikende mbaroro bagocha mibe bacha korosigo achi dreads iga kirikende naboko ngo chire kwa batainga chi services nchira rokopa. Tunawapatia services zote. Kwanza mwanzo ukiingia kwa ile mlango tunakuambia services zote tuko nazo. Sasa ndio upange mfuko yako vile iko. Ndio ile mfuko inataka. Kora tutabingo kero montate te ko nyora roots iga Dreadrocks pengine kwa social media. Tuko pale TikTok. Inaitwa Roots Hub Dreadlocks, unaweza tupata. Tuko Facebook, Roots Hub Dreadlocks. Tuko Twitter, Roots Hub the same handle. Na utaona our samples, utaona our work. Na pia msisahau ku like, share and subscribe. Yes. Karungo baseme bwa go mwele gocha so mwanjo muligerere na ndo mwali gani go cha mutengoro sele chinchera. Naambia watazamaji msiogope, hii kazi si ya slay queens ama wasichana wadogo peke yao. Hii kazi ni ya kila mtu. Kama wewe unataka kufanya ama unataka kutengenezwa, ukiwa tu na interest, si lazima uende shule. Inahitaji tu ukue na ile upendeleo wa kufanya kitu. Unakuja. Na kama wewe ni wale mtu unapenda urembo, usijichukie sana, penda mwili yako. Rembesha mwili, ukitembea huko nje, watu wanasema umeng'ara. Mbia mwana sana sogo sanga na Into Junior. Asante. Mbia mwana sana mwancho muliebeta Seniki and Ndizi TV kwa beri ko sanga na Into kutoka chage to murobiriga gwikabona igato ikira mweli no gasemere kwa nuna kwa beri ko gwesemya mange gwitera obonchiriri obuga kunde gwikira buno gwikira omweli obo murobiri wili tukulierera inyara sinse mochichi mitandao asense moya Facebook na bagotanyara gwitera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwitera Ndizi TV News asense moya website na bagotanyara gwitera www.ndizitv.net Frida Kerubo twara oboligereria gorobuya.